blessings galore with the amazing, the one and only, my husband to be. Blessings. Kadushi Media. Kidogo tutamani kufahamu kidogo kuhusiana na tukio zima lilivyokuwa. Irene alikuwa anaumwa ama shida ilikuwa ni nini? Irene amekuwa akiumwa. Kwa akiumwa zaidi ya mwaka mmoja. Ndio. Lakini si ati muda wote. Anapata matibabu, anakuwa sawa. So unaona muziki hajatoa zaidi ya mwaka. Yes, toka mwaka jana, yes. Unajua yule alipenda huduma yake sana. Mimi nimekuwa naye miaka 7. So maana project zote ambazo mmeona nimehusika. Maana huyu amekabidhiwa kwangu na familia mwezi uliopita kwa ajili ya ndoa. Lakini unavyoona hivyo vitu vyote kwenda Afrima, Senegal. Unajua mimi nilikuwa manager bila jina, umeelewa? Ndio. Yaani support kwa sababu ni mpenzi na unapewa hiyo neema ya kutembea. So alivyopata matatizo mwaka jana ikapendekezwa na mama Mwanza. Yes. Alikuwa na mama, nilikuwa nakujaga kutoka Kenya kumuona huko Sengerema. Tukasimama naye akasema akiwa sawa, alikuwa anapendelea issue ya ndoa tuitangulize. Okay. Maandalizi ya EP yake mpya ikija, tulikuwa tunataka hii Pasaka. So familia ilikuja na mama walikuja Nairobi mwezi uliopita. Tukawa na familia, yeye alikuwa anasema sana anataka kuwa na mimi, mpaka ikawa kwamba si utaratibu wa kawaida, unaelewa? Lakini mama alitaka furahishe tu, atulie. Maana hakuwa na raha, hataki kula. Yaani mambo ya ndani sana, mental depression. Yes. Maana unaona hata kuna vitu vilikuwa vinazungumzwa pale. Nilimuona sijui wapi. Wakati wanasema wanamuona sijui Dar es Salaam na matatizo, mimi naendelea vizuri tu. Unaona mimi kuwa mtu wa kumfuatilia. Sijui nimeingia Dar es Salaam kwenda kwake. Unajua yule alikuwa na kwake gorofa kabisa. Gari na alipata changamoto za kiuchumi. Mambo haya ndio alimuingiza kwa hizo stress. Lakini sisi tukamwambia hivi vitu unaweza inuka tena. Ya maana alikubali kurudi nyumbani. Nilimwambia mama atamlinda vizuri. Ni kweli alianza mpaka hata aliumwa tena Januari, lakini alipopona ndio aja Kenya. Tulikuwa na wakati mzuri sana Valentines. Tukakaa Kenya wiki 2, nikawapeleka flew them to from Kisumu to Nairobi, from Nairobi to Mombasa. Yaani ilikuwa wakati mzuri sana. Amenyamaza kihuduma na producers wengi ambao tunataka kufanya kazi nao wako Dar es Salaam. Yes, so mimi unajua niko na network zangu na mimi nataka huduma yake iende. Na tena alikuwa amekabidhi huduma yake kwangu kwa sababu alikuwa kama msichana mdogo ambaye unaelewa tena anapitia mambo mengi akitaka kuproduce nyimbo zake. Siwezi ongea vitu vingi maana nyinyi ni watu wa media. I'm just trying to keep it brief. Okay. So alikuwa anataka nisimame na yeye, tukakubaliana. Mama alikuwa ameshamkabidhi kwangu. Tunakuja kufanya harusi tarehe 15 mwezi wa 5 ambayo ilikuwa birthday yake. Hilo ndio lilikuwa lengo na tulikuwa tushaandaa. Walter Chirambo watasimamia kama best couple. Tulikuwa na kikao na baba ambaye alituelekeza jinsi alifanyaje Mlimani City, gharama zipi, alikuwa unaelewa? Yaani kila kitu kwa kimechorwa. Okay. Na siku 3 zilizopita ndio alianza kuumwa ghafla tena. Matatizo tu kama ya mwana ambayo sihitaji sana kuyaingilia ndani sana, lakini kwa ugonjwa wa ghafla ndio mwenzetu akatuacha usiku wa kuamkia leo. Na naweza sema kwamba mimi nilikuwa naye muda wote. So kama kuna mtu anakuwa na mashaka, na mimi tumekuwa na mawasiliano na mama muda wote, vipi anaendeleaje, amepatikana? Kwa sababu kama unajua mental depression ni mtu anaweza kuambia no, ngoja nafika dukani. Akawa harudi. Na simu
ako gay. Umenielewa? Yeah, ndio. Ako kwa ulimwengu. Hivyo vitu sasa hivi vimekuwa vingi. Mental illness ni imekuwa nyingi sana kwenye kizazi hiki. Na sometimes mimi na mambo ya mitandao pia na waathiri. Unaona mababu zetu walikuwa wanapitia vitu, sometimes hata wanapoteza magari, manyumba. Lakini mara nyingi sisi mitandao watu wanakuwa wameonyesha maisha yao mazuri tu. Na usipokuwa mtu ambaye una imani kubwa ama strong support system, unajua ile anakuwa mtu mnyamavu sana. Mimi salimia tu, mpenzi uko vipi? Unajua mimi nimekuwa naye miaka 7. Hata yeye watu ambao wanaiona hiyo logo, yeye ndiye alinishauri logo peke yake tu. So kwa maswala sijui unaweza kuwa na swali gani, lakini ndio hivyo. Nimekupea hiyo jibu upana, maana huko ni nyumbani. Huko ni nyumbani. Huko ni ukweni. Huko ni ukweni. Mpaka siwezi kukuwa brief kama nimetaka nikupee ripoti kabisa. Na whether it's recorded wherever, mimi hiyo ndio ripoti yangu. Na kama una swali niulize, lakini wao ni familia. Hata hapa mimi ndio naelekeza tunamuzika lini, tunaendaje, maana alikuwa ashakuwa mke wangu. Okay. Kwanza pole kabisa, umeondokewa na mke wako mtarajiwa, na sisi Mwanza tuseme tuwe ni shemeji yetu moja kwa moja. Sasa kuja huko Sengerema mara 3 huko. Okay, sawa. Na sasa kama familia sasa, kwa sababu tayari ni part ya familia na mama yake mlikuwa mkiwasiliana, labda utaratibu mpaka sasa hivi ambao mmeshachukua wa kumrejesha huku Mwanza Sengerema zikoje taratibu? Utaratibu sasa hivi nitatumia neno la tentatively. Tentatively kumaanisha kwamba kunaweza tokea mabadiliko kidogo, yani ikibidi. Tumeangalia alikuwa anahudhuria kanisa la Pastor Mr. Shusho kama unamjua. Ndio. Huko ndo amelelewa. Lakini si unajua zaidi mpaka alivyokuja nyumbani hakuwa anahudhuria hilo kanisa. Lakini sisi tunaenda kwa imani kwamba mtoto ni mtoto tu, hata kama alisafiri. Na sana sana kama alisafiri kwa mazingira yanayoeleweka, badala ya mtu kupata shida Dar es Salaam ina pressure sana. Ina pressure sana. Kabla aondoke amenibariki, ameniambia na kubariki. Na alisali sana masaa kama 3. Yule alipomzika alipumzika katika Yesu. Yaani wanaomfuatilia wana amani kabisa. Na mimi peke yangu dunia nzima ndio niliona. Sasa tunapeana hiyo report kwamba mtumishi alimaliza vyema. So nikimaliza kwa sasa tentatively tunahitaji tukue na ibada ya kumuaga, kwa sababu wasanii wa gospel na tasnia yote wanatamani wamuage mpendwa wao. Yes. Hapa Dar es Salaam. So tunataka kama itawezekana tufanye ibada kwa hilo kanisa ni sawa, lakini ikishindikana kwa hilo kanisa hatutafanya ibada yote hapa, itabidi tufanye ibada nyumbani, kwa sababu mimi namuelewa Irene alikubali sana tu hilo kanisa la huyo baba. Dar es Salaam ina mambo mengi, kwa hivyo sitapeleka tu kokote ambapo hata mwenyewe angefurahi akiwa hai. Okay. Kadushi